Shalom mwana wa baba, shalom, shalom. Karibu tuanze series yetu mpya na nzuri kabisa. Kristo alikuja kufanya nini duniani, sehemu ya kwanza. Leo tunaanza. Ikiwa leo ndo siku ambayo ulimwengu unaadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo duniani. Nasi tunaianza series yetu kwamba Kristo alikuja kufanya nini duniani. Sehemu ya kwanza kabisa ndio hii tunaanza. Karibu twende sambamba. Na tunapoanza series hii tunaanza moja kwa moja kwa kuangalia uumbaji. Kwa sababu kusudi la Kristo kuzaliwa duniani lilitokana na uumbaji. Chanzo chake ni uumbaji. Kwa hiyo tufahamu vizuri, tunaanza kuweka msingi wa somo kwenye sehemu ya kwanza tukipitia uumbaji. Tunaanza na Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale. Mwanzo 26 mstari wa kwanza. Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na vyote vitambaavyo juu ya nchi. Tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Likeness and image. Tukianza hapo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Okay? Kama aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, mfano ni nini na sura ni nini? Tutaanzia hapo. Tutaanza na mfano kama ulivyoanza na sura. Mfano wa Mungu ni nafsi, kwa sababu Mungu ni nafsi. Wako wengi ambao wanafahamu au watabisha kwamba Mungu ni roho kwa kutumia andiko ambalo Yesu mwenyewe alisema kwamba Mungu ni roho na uabudu alisa umempasa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini kwa sababu tunatumia Christ consciousness, ufahamu wa Kristo, tutakuja kutafsiri au kuonyesha tofauti ya nafsi na roho. Tutakuja kuona Kristo alimaanisha nini kwenye lile andiko ambalo linapatikana kwenye Yohana sura ya 4, mstari ule wa 23, 24 na kuendelea hapo chini. Tutakuja kuona hilo andiko linamaanisha nini, tafsiri yake ni nini hasa, na kwa nini alisema vile. Lakini leo naomba chukua hii, tunapoanza kujenga somo letu, chukua hii. Mungu ni nafsi. Ukisoma Waebrania 6:13 inasema, Mungu alipomwapia Ibrahimu, kwa kuwa hakuwa na mwingine mkuu kuliko yeye wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake. Kwa Mungu anaapa kwa nafsi yake. Hii kiapo pia utakiona kwenye Mwanzo sura ya 22 pale mstari ule wa 16, utakiona hicho kiapo ambacho Mungu anamwapia Ibrahimu. Lakini ukisoma Yohana 5:26 inasema, kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, alimpa mwana pia uzima nafsini mwake. Kwa kama Baba alivyo na uzima nafsini, alimpa mwana uzima nafsini. Kwa hiyo uzima wa Mungu upo katika nafsi yake, sio katika roho, katika nafsi yake. Uzima wa Mungu katika nafsi yake. Lakini Yakobo 2 mstari ule wa 17 anasema, imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kumbe imani inakufa nafsini. Kwa imani inakaa nafsini. Uzima wa Mungu unakaa nafsini. Mungu anaapa kwa nafsi yake. Hakuna kingine ambacho ni kikuu kuliko nafsi yake. Uzima wake uko nafsini mwake. Ndio maana anasema hata katika Mathayo 11:29 anasema, jifikeni nira yangu mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini. Raha nafsini. Okay? Kwa hiyo tunapata ushahidi pia kwenye Mwanzo 2:7 ambapo Mungu anamuumba mtu, lakini kwenye Mwanzo 2:7 inasema akampulizia pumzi, naye mwanadamu akawa nafsi hai. Kwa mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu anakuwa nafsi hai. Kumbuka nimekwambia Mungu ni nafsi. Kwa hiyo mwanadamu anayeumbwa kwa mfano wa Mungu anakuwa nafsi, anakuwa mfano wa huyo Mungu. Kwa sababu mwanadamu kabla ya kuumbwa, kuwekwa kwenye umbo la mwili lile la kupulizwa lile la udongo, alikuwa wazo kwenye fikra za Mungu. Mwanadamu alikuwa wazo kwenye fikra za Mungu, kwa sababu nafsi ni mkusanyiko wa utashi, hisia, akili. Utashi, hisia, akili ambavyo kwa lugha nyepesi kwa umoja yanaitwa mawazo mengi mahali pamoja, yaani fikra. Nafsi ni nyumba ya fikra, mkusanyiko wa fikra pamoja, na fikra ni mawazo mengi mahali pamoja. Kwa Mungu
yeye kama nafsi alikuwa ni mawazo mengi. Maandiko yanasema mawazo ya Mungu hayachunguziki, ni mengi kama mchanga. Kwa Mungu alikuwa na mawazo mengi. Katika mawazo mengi, moja ya wazo lilikuwa ni mwanadamu. Kwa mwanadamu alikuwa wakati Mungu anaumba mwanadamu, alikuwepo kwenye fikra za Mungu, alikuwa wazo. Kwa lile wazo lilikuwepo wakati Mungu anaumba. Baadaye lile wazo likatolewa kopi. Mwanadamu akatolewa kopi, kwa sababu Mungu ni nafsi, nafsi ni mawazo. Mwanadamu akatolewa kopi. Mungu akajitoa kopi ya nafsi yake, kopi ya nafsi yake akaitoa kopi, halafu akaiweka kwenye mwili. Yani manake wakati inatolewa kopi, mwanadamu akiwa wazo kwenye wazo la Mungu alikuwa hawezi kujiwaza. Yani huwezi kujiwaza kwenye akili inayokuwaza wewe. Kwa mwanadamu kwenye fikra za Mungu alikuwa hawezi kujiwaza kibinafsi. Kwa hiyo alikuwa ni wazo ambalo haliwezi kujiwaza kibinafsi. Kwenye fikra ambazo zinawaza, wazo haliwezi kujiwaza lenyewe. Sasa alipotolewa kopi ni alizima akaja kuwaka ili awe na uwepo wa kibinafsi. Ndio maana mwanadamu anapozaliwa analia, ishara ya kuwaka, anawaka, lile wazo linawaka, anakuwa on, inakuwa nafsi hai. Ni wazo lisiloingiliwa, wazo lenye uamuzi, wazo lenye utashi timamu, lisiloingiliwa na chochote, lenye mamlaka, wazo huru. Mwanadamu akawa nafsi hai, manake akawa wazo lisiloweza kuingiliwa na chochote kimaamuzi, kwa sababu kila wazo lina maamuzi yake, kila wazo linajitegemea, haliwezi kuingiliwa na wazo lingine. Kwa mwanadamu akawa wazo huru lisiloweza kuingiliwa na kimaamuzi na wazo lingine lolote. Kwa mwanadamu akawa nafsi hai. Huo ndio mfano wa Mungu. Mwanadamu akaumbwa kwa sura ya Mungu, yani muonekano wa nje, image, muonekano wa nje. Mungu yeye ni nafsi, na nafsi ina mwili. Nafsi haikai peke yake, kwa sababu nafsi haina umbo maalum. Nafsi haikai wazi peke yake, inakuwa kwenye mwili. Kwa hiyo Mungu pia anao mwili kwenye ulimwengu wake. Mungu pia anao mwili kwenye ulimwengu wake. Kwenye ulimwengu wa Mungu uko mwili. Huo mwili ndio unaoonekana nje, ndio sura ya nje. Huo mwili wa Mungu. Nafsi haikai peke yake. Kwenye ulimwengu wa Mungu, Mungu ana mwili. Huo mwili ndio roho. Huo mwili kwenye ulimwengu wa Mungu ndio roho. Ndani ya roho iko nafsi. Nafsi inakaa ndani ya roho. Kwa roho ni mwili. Umbo la nje la nafsi linaloifunika nafsi ni roho. Sasa mwanadamu naye akatengenezwa mwili nje, kwa sababu anaumbwa kwa mfano na sura. Kwa Mungu anayo sura ya nje. Sasa Mungu ni mkubwa mno. Mungu ni mkubwa sana kiasi kwamba hawezi kuwa yuko nje ya viumbwa, kwa sababu Mungu anaumba dunia. Dunia ni sehemu ya solar system, ya mfumo wa jua. Solar system ni mfumo wa galaxy. Galaxy ni mfumo wa local group. Local group ni sehemu ya Lacnea. Lacnea ni sehemu ya universe, yani ulimwengu. Universe ni sehemu ya iko ndani ya muda. Muda uko ndani ya umilele. Umilele uko ndani ya Mungu. Kwa Mungu ni mkubwa mno kumtazama kwa sura ya nje. Kwa hiyo akajiumba yeye katika umbo la udogo ili aweze kutazamika katika sura ya nje, aweze kutazamika. Huyo mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, mfano wa Mungu ni nafsi yake. Kwa kopi, mwanadamu alitolewa kopi ya mawazo ya Mungu, ndio ikapulizwa kwenye mwili, ndio maana akawa nafsi hai, wazo lenye kujitegemea. Sasa sura ya Mungu ikoje? Sura ya Mungu ni umbo la nje la Mungu, ambalo ndiyo sura alionayo mwanadamu. Yaani Mungu akajitengeneza katika udogo. Mungu akajitengeneza katika udogo, ndio sura ya nje ya mwanadamu. Kwa sababu video zetu zinakuwa fupi za takriban dakika 10, basi tutakomea hapa, tukutane sehemu inayofuata.